Si hizo klabu hizo story zipo toka tunakuwa. Ndio zinakuwepo. Kuna kipindi kila jambo linakuwa na mwanzo na mwisho wake. Inawezekana ndio kando zile mwisho wa zile story ambazo tunazisikia toka tunakuwa. Unaona? Inawezekana ikando tukazisikia toka tunafanyaje? Tunakuwa. Kwa hiyo Yanga wala kwa serious kwa sababu ni moja ya ahadi yao ambayo viongozi waliingia madarakani wakaahidi kwamba watajenga uwanja. Lakini pia kwa kibiashara zaidi, market zaidi, ndio wala uwanja huo unajua utafanya kitu kikubwa sana. Kuhusu mapato, brand ya uwanja, kwa wale watajenga kweli kwa sababu GSM kujenga uwanja, angalau uwanja sasa hivi uko na bilioni 4, bilioni 5 unajenga, 6 unajenga, bilioni 30 unajenga. Tegemea ina uwanja gani unahitaji wewe. Unaona? Lakini kama uwanja kama KMC ule thamani yake tunaambia bilioni 5 mpaka bilioni 6. Kuna maana kwamba KMC ni bilioni 5 bilioni 6 wa kawaida tu. Kama ukitia bilioni 10 15 unajenga uwanja mzuri ambao unaweza kupeleka kwa kesi. Kwa hiyo timu kama mtu kama GSM ni hela tu ya kawaida bilioni 20, ni hela kawaida. Sababu thamani ya klabu ni bilioni 100. Kama thamani ya klabu ni bilioni 100, na shule kujenga uwanja ni bilioni 50. Wakati klabu ina thamani kubwa kuliko uwanja. Unaona, watakuja wawekezaji wengi, uwanja utakuwa na maduka, wale utakuwa na nini? Kwa hiyo muda ndani ya miaka 5, unajua mwekezaji mfanya biashara angalia leo hapa. Anaangalia pale anaangalia branding yake inakuwaje. Uwanja unaitwa Emirates pale. Emirates miaka 10 Arsenal kakaa pale. Unaona? Kakaa miaka 10. Nani asijua Emirates? Biashara ishafaidika. Yaani miaka 10. Leo uwanja unategemea kuitwa GSM Yanga Stadium. Nani anafaidika hapo? Sasa hiyo ndio branding. Watu wanaangalia branding. Kwa GSM weza katoa wewe na kajenga. Hicho ni mikataba tu ya kisheria. Hakuna inoshindikana. Kilichokwamisha kule ni walaji watumia tumbo na watu kuanga maslahi yao, sio maslahi ya klabu. Lakini unaweza kaondoka wewe, hata injinia kaondoka, kaja mwingine kasimamia. Issue ni mikataba tu inasemaje ya klabu iko vipi, ya sheria zinasemaje. Unaingia mikataba sababu watu anazo. Wizara imewapa kwenye Angadei pale, tumeona wizara imewapa ardhi, waziri wa ardhi katoa hati pale eneo la kwao nalo, na tayari tenda mitangazo. Serikali kwa nini sizuie mchakato umeanza? Unaona, sababu imetangazwa mpaka mtu ashinda tenda, ametangaza mpaka tarehe ujenzi mwezi Mei. Ujenzi unaanza mwezi Mei. Sasa hivi tunafanya vitu vya video kuweka sawa. Kwa hiyo jenga uwanja. Kwa hiyo nishangae sasa hivi ka story ya mwisho. Kwanza watakuwa wanapata mapato yao halisi ambao uwanja utakuwa sababu utakuwa uwanja ni wao. Unajua gate collection unaocheza katika uwanja wako uko mwenyewe, maana yake unapata nyingi kuliko kama ukiwa sehemu ya mtu. Sababu kama uwanja wa Benjamin Mkapa ukienda kucheza mchezo wako za nyumbani kama Simba na Yanga, ina maana pale utaambiwa service ya uwanja milioni 50, utaambiwa gharama maandalizi ya uwanja milioni 20, sijui nini, sijui milioni 10. Kwa hiyo utapaka milioni 200 yote na 100 na kitu inakatika. Lakini kwa uwanja wako hizo vingine vinakufa, kama sababu tu mwenyewe uwanja malizo unajua mwenyewe hela za kwako, na maana gate collection inakuwa ni ya kwako. Kwa unajua ulipe vitu. Kwa hiyo unapata mapato kwa muda mfupi, hela kunaweza kadu kwa muda mfupi, lakini pia unaweza pia kubranding uwanja ukapata value kubwa kwa sababu timu zina viwanja vinapata viewers wengi kulingana na uwanja wao. Kwa sababu unaweza pia wanakodisha baadhi ya mechi wanakuja, timu kubwa zinakuja kutoka nje takatiza uwanja fulani. Unaweza ukaandaa tournament fulani kwenye uwanja wako, ukaandaa wewe mwenyewe unaweza kulipia kwa Mkapa. So kila mechi fanya vile, pia hata utafanya mazoezi unafanya mwenyewe kuna uwanja wako, kwa sababu utakuwa ukipata gharama kukodi uwanja. Kwa hiyo na kwa hiyo ni faida ambayo Yanga watakuwa